Na ningetaka mnisikize hapa kwa makini. Mnisikize kwa makini. Mimi ni rafiki ya president wetu, na mnajua haya. Na wacha niwaeleze ikiwa hapa mbele ya baba wetu. Rais wetu anatambua Mkenya wote kama anakusanisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country because all Kenyans pay taxes. Na kwa hivyo mkiwa hapa kujua ya kwamba serikali yetu tukiongozwa na president wetu His Excellency William Ruto na makamu wake, sisi hatubagui wa Kenya. Kama ni ugawaji wa pesa ya budget, vile tunagawa ya kaunti zingine zote, ndio tunagawa katika kaunti zile zingine zote. Pesa tunagawia all the 47 counties. We look at Kenyans as all deserving Kenyans, kwa sababu Wakenya wote wanalipa kodi. Na kwa hivyo hii nasema kwa sababu nimesikia ile na former majority leader anaomba. Wacha nikueleze mbele ya hawa wadosi wetu, hata hufai kuomba, unafaa kuitisha. Kwa sababu nyinyi wananchi wa Kisumu mnalipa kodi kama pia Wakenya wengine wanalipa. Na rais wetu anatambua hayo na anatuambia hataki ukabila katika ugawaji wa pesa ya umma. So I can assure you, hiyo yote itaendelea kuwa hivyo, so that Kenya can develop equally and we can have shared prosperity across all the facets of our country and across all the regions of our country. Na ingine yote ambayo imesemwa na waheshimiwa, mimi nimeyasikia. Na kama hamkujua Wakristo wenzangu, kuna yule MC ameongea hapa juzi. Hii kama bado wako anaitwa Nyasuna. Ameongea hapa, lakini naona huyu unajua ameongea hajitambulishi. Huyu mkiangalia hata sura mnaona ni mtu mnajua. Kwa sababu huyu ni kaka wa gavana wetu wa Homa Bay, anaitwa Gladys Wanga. Huyu ni kaka yake. Ukiangalia hata mapua ni ile. Hata sura ni ile tu. Na ni ndugu yangu. Tulisoma na sister yake huyo gavana kule Kenyatta University. Tukasoma pia na kaka yake mwingine anaitwa Robert pale Kenyatta University, na nimefurahi kuona vile Gladys Wanga alikuwa anakuongoza maneno ya kanisa. Sio yeye tu kwa familia, hata wewe unashiriki katika kazi ya Mungu. Asante sana ndugu yangu. Mimi sina mengi, ni kusema tu mimi nimefurahi sana kuwa hapa Kisumu na kuwa hapa Nyakach, na tena nisisitize ya kusema we will continue to serve all Kenyans equally, kwa sababu tunawatambua kama wadosi wetu. Na vile nimesema hapo awali, tutakuwa tunashikilia wakulima na ni wakulima wa bidhaa zote, na tunashikilia elimu yetu na yale mambo mengine. Na ya mwisho iko jambo lingine mmoja tumefanya hivi juzi. Rais akasema wale wakongwe wetu wazazi, wale wamefikisha miaka 70 kwenda juu, unajua serikali inawasaidia na ile cash transfer ya serikali. Na rais wetu, nakumbuka wakati tulikuwa tunatengeneza supplementary budget, akanipigia simu na akaniambia niweke shilingi bilioni 2 ya wale wamewekwa katika hiyo register juzi. Na kule Nairobi tukiongozwa na rais wetu tumekubaliana hii pesa ya wazee, kabla Dede Nyoro alipe mshahara yake na kabla rais wetu apate mshahara yake, aliagiza ya kwamba hawa wazazi wetu 70 years and above watakuwa wanalipwa hiyo cash transfer ya serikali kwanza kabla sisi tupate mshahara. Na akasema wale waliwekwa katika register juzi wataanza kupata hiyo pesa hivi karibuni. Tunafanya clean up ya hiyo register ya registration ya juzi, so that our parents wale wamefikisha 70 years na wale waliandikishwa juzi waanza kupata hiyo fedha. Na hiko kitu kingine tumesema katika hiyo fund ya kwamba wale wazazi wetu wanapata hiyo fedha, sio kwamba watakuwa wanaenda katika benki kupanga laini hapo. Rais wetu amesema tuanze a new program ya hao wazazi wetu wakiwa wanatumiwa pesa katika M-Pesa zao, mtu anatolea hiyo pesa katika mpango. So
So tukipea wazazi wetu hiyo fedha, tena tusiwapee mzigo kubwa ya kwenda kutafuta bangi. Na hayo yote kwa sababu tunafanya kwa sababu tunajua tukijali wazazi wetu wanaopea nchi yetu, na pia katika mazao ya nchi, they should also be part and parcel of the cake of our country. Na hayo mengi mimi nimeshukuru sana, na nimewaombea Mwenyezi Mungu awalinde na aendelee kuwabariki. Asanteni sana. Kabla nikae chini ndio tusirudi hapa, najua Father alinieleza tuko na harambee tukienda mbele. I think alinieleza mwezi wa 11 hapa, na nikamweleza mniruhusu, na nawaomba kwa heshima kama Wakristo, kwa sababu kazi inaweza kuwa mingi hiyo wakati, na mimi sitaki mbarikiwe peke yenu, nataka mkubarikiwe tukue hapo kwa kufanya kazi ya Mungu. Nitawaomba mnikubalishe vile ningekuja hiyo harambee, hata kama haijafika, mkinikubalisha tuanze hiyo kazi ya kununua viti na kujengea Father na ile kitu kidogo Mungu ameniwezesha. Umenikubalisha? So mimi ningeomba, nimeona sitamsha Father, lakini kuna yule chairman wa development anaweza kuja, mimi nimpe ile kidogo niko nayo, na Mungu akitujalia tuwe na ingine hiyo wakati, mimi nitakuja tena, Mungu akitujalia na akitupea nafasi, na hata akitujalia tukumane, mimi nitatuma huyu Geoffrey simama. Huyu kijana tulisoma na ile KU, na ndiye alialika pia hapa kupitia kwa Father, na ni mwerevu sana. Hata KU alikuwa anasoma kwa bidii sana, na ni rafiki yangu hata akiwa nilikuwa hapo. Kwa hivyo ukiwa unaambia Wakristo Geoffrey ilikusaidia kuoa badala. Asante sana. So mimi nitapeana ile kidogo niko nayo, na Mungu akikujalia nitatuma Geoffrey, hata Mungu akipenda atarudi tena. So ningeomba hiyo zawadi kidogo ikuje, na kwa sababu leo sio harambee itafika, hatutasukua Wakristo kwa sababu tunajua mnajitayarisha kwa ile harambee, lakini wale wageni wakitaka kuchangia watakuja, lakini ni kwa hiari, kwa sababu hawa wageni hatukuwaeleza ni harambee, hatutawasukuma sana. Kwa hivyo mimi nitatoa hii kidogo yangu. Hello, mheshimiwa. Tumeshukuru sana. Mnaona chenye nimebeba is given us our family. Thank you so much. Huyu kijana tunaona anaendelea kurefuka, ni MP wa Mogotio, rafiki yangu sana, na pia ni kijana anataka kazi sana kule Mogotio. Mogotio iko karibu, lakini karibu na Nakuru County. Pia yeye ametuwekea kwa hii kazi ya kujenga kanisa, nyumba ya Father na maneno ya viti, ametuletea 100,000. Seneta wetu Profesa Tom Otienda ametumana pia na 20,000 shillings. Huyu Geoffrey mtu anachapa kazi sana, na hata ameanza hospitali nyingine hapa karibu, lakini mtatua ametupea 10,000 shillings. Mheshimiwa ametupea 2,000 shillings. Huyu kiongozi wetu Mheshimiwa Collins, na ni mtu roho safi sana, pia yeye ametusidikisha ya 20,000 shillings. Bwana Volta huyu wako hapa, ni rafiki ya Geoffrey. Geoffrey ni rafiki ya watu wengi, hata Oscar Sudi ni rafiki yake na wabunge wengi kule bunge. Huyu rafiki yake Volta ametuletea 20,000 shillings. Mheshimiwa
wametupea 2,000 shillings. Mheshimiwa ametufikisha 2,000 shillings na wako na kazi mingi sana, na jua majukumu ya MCA ni mengi, kwa hivyo tunashukuru sana. Mheshimiwa ametupea 4,000 shillings na mheshimiwa pia ametupea 2,000 shillings. Mheshimiwa 2,000 shillings, asante sana. James ni rafiki yetu ametupea 5,000 shillings. Our chief officer atatumia fadha wetu 10,000 shillings. Asante sana. Mimi nikiomba sasa nimalizie hapo, hatutawauliza sana Wakristo kwa sababu tunajua mnajitayarisha kwa ile ya mwezi wa 11. Na nikikaa chini nikiuliza coordinator wa kwaya kwanza tafadhali. Kuna hata kuja huyu ndugu yangu, huyu kwaya master. Nyinyi Mungu amewapea sauti, tumefurahia sana bila mnaingia Mwenyezi Mungu. Na mimi nikiomba Baba unipe ruhusa. Hii kwaya yetu si wanafanyia Mwenyezi Mungu kazi ya maana sana. Kwa sababu sio wote tuko na sauti kama yao, lakini wanaimbia Mwenyezi Mungu na tumefurahia sana. Mimi nikiomba the next time unanunua uniforms, ile siku mnatupaka kununua uniforms, najua ile nitawapea haitatosha yote, lakini mimi nataka nianze hiyo safari ya kuwanunulia uniforms kama kwaya. Nitapea huyo kaka yangu coordinator, naona anafanya kazi nzuri sana, 100,000 ya hiyo kazi. Asanteni sana. May God bless you and I wish you a prosperous new year 2024. Asanteni sana.